hata wake zetu, lakini shingo yake yaonekana. Hii haifai kuonekana. Mwanamke ameweka mtandio lakini shingo yake yaonekana, wewe hutojali kumwambia la, mbona hujajistiri vizuri, usitoke namna hiyo, funga na hapa. Kama huvai ninja basi funga hapa. Masala ya ninja yana khilafu kwa ulama, lakini masala ya shingo hayana khilafu kwa ulama. Hutojali, lakini utakuwa wewe kwa huyu mke bado mambo ambayo kwamba ni ya aibu wayakazia na unakuwa mkali. Hii ikawa ni moja katika dhulma ambazo kwamba zinafanywa katika mujtama, kugeuza maudhu ya aib yawe yana uzito na hayakubaliki ndani ya nyumba, lakini mambo ya haram hayana uzito na yanakubalika ndani ya nyumba. Yafaa kama wazazi wayashike yote mawili. Mambo ya aib pia si vizuri yatokezee. Control haram hapa ndani ya nyumba yangu. Wacha kila mtoto wako, mke wako, hata wanaokuja kukutembelea ndani ya nyumba wanajua hii ni nyumba iko na principles. Ikiwa koti lina principle, skuli ina principles, ofisi yako ina principles, duka lako, kwani duka lako mtu ataingia kwa achukue vitu, au lina principles fulani? Ima unasubiri usaviwe, uletewe, uangalie, ulipe kisha mwingine. Kila mahali pana principles. Kwa nini majumba yetu hayana principles? Yamekaa kama soko huru. Huyu aingia na tomato atoka na viazi, aingia na huyu amepaki kule, huyu amemwaga huko. Yani nyumba si nyumba. La, hii inakuwa ni sampuli ya dhulma. Wewe wale wanaokuona katika hayo unaoyafanya, hasa watoto wako na wengineo, wanaona hii ndiyo njia ya kufata ya malezi tunayopawa. Lakini unapokuwa ni mtu wa principles ndani ya nyumba yako, hata anaikuja pia kama yeye jana mwenzake, wajua wenda kwa fulani, mbona umvaa hivi? Yani si lazima umpige mtu, la. Yani mtu amekuja na mtoto wake au nani wake, ukakuta hali si hali, nyele amezionyoa kombo, mavazi ameyavaa sivyo ndivyo, huyo alokuja kukutembelea manake yuwakujali. Na wewe toa nasaha, wache wajue nyumba yako. Hata wewe unaikuja kutembea hapa, njoo na principles, usije tu kiovyo ovyo, kwa njia nzuri. Haya tumeaona kwa wazee wetu. Mtoto akija kwa njia sivyo katika nyele zake, nguo zake, atamwambia mbona umenyoa namna hii? Zamani ulikuwa weza hata ukampiga, siku hizi no, sheria zimebadilika, familia pia mtaanza kukosana. Lakini nasiha, adinu nasiha, dini watu wanasihiane. Kwa hiyo wacha kuwa wewe waikontrol familia yako tu, hata nyumba yako pia ni nyumba mtu akiingia kwa teremka thawabu, kwa teremka rehma, kwa teremka baraka kwenu nyinyi na kwa wale wanaokuja ndani ya nyumba kama ile, ya kuwa hii nyumba ina nidhamu maalum katika kuipeleka. Na nyumba kama hizo ziko. Tachukua tu mfano hata mambo ya nyumba. Wewe umemwona nani mgonjwa haswa, wacha mtu wa kawaida wa kiafya, mgonjwa hajiwezi, aweza akachukuliwa na suruali kipande kwenda kwa daktari, kwa sababu pale clinic hakuna mtu anaingia na suruali fupi, wala haijaandikwa pale hakuna ruhusa kuingia na suruali fupi. Lakini imezoeleka ya kuwa nidhamu ya kuja hospitali, vaa vizuri. Hata kama ni mgonjwa utavaa vizuri uje. Sasa kwa nini nyumba yako haijafika hata kuwa kama hiyo kliniki ya daktari? Huyu aje na kisurali cha hapa, huyu msichana amvaa sijui vipi, yule ameenda vipi? Kwa nini? Kwa sababu bado sisi hatujaamua katika familia zetu na wale wenye contact na sisi ya kuwa hii nyumba ina mpangilio maalum.
Ukianza hayo yenyewe yataflow na yatakuwa sawa sawa, da'wa ndani ya nyumba yako na ni da'wa kwa watu wengine. Kwa hiyo la kwanza katika dhulma zinazoendelea katika mujtama ni kuweza kubalance baina ya suala ya aib na haram. Usipoweza kubalance hayo, ndo tutajiona katika hii hali tuliyoko nayo hivi sasa. Haramu nyingi zafanyika, lakini hatujali, lakini tunajali aib isifanyike ndani ya majumba yetu. Nukta ya pili katika dhulma ambazo kwamba zinaendelea katika mujtama, wanasema kuwa asojua mujtama wetu unaangalia mtu ambaye kwamba hakusoma ni yule ambaye kwamba lau utampa kalamu hawezi kuandika, lau utampatia karatasi au jambo asome hawezi kusoma. Yani mtu hajui kuandika, hajui kusoma, huyu hajasoma. Ndio mujtama unavyoangalia, na hiyo ni sampuli ya dhulma. Wala haimuangalii hapa. Sasa ndio nukta uifahamu, wala hawamwangalii yule anayejua kibla chalekea huku na haswali. Yani mtu ajua kibla ni huku na time ya swala imefika na adhan imeadhiniwa, haswali. Na yule ambaye kwamba wewe wamwangalia hajui kuandika, amesikia adhan, amefanya nini? Ameingia, ameswali. Sasa mujtama wamwangalia huyu ambaye kwamba hajui kuandika na hajui kusoma, ni jahil, ni mjinga kwa kuwa hajui kuandika na kusoma. Na yule ambaye kwamba ajua kuandika na kusoma wamwangalia kuwa huyu ni alim, huyu ni msomi, lakini hawajaangalia kimatendo ya kuwa huyu hata kama hajui kuandika na kusoma, lakini ajua kibla chalekea hivi na yuwaswali. Na yule ambaye kwamba wewe wamuona ni profesa khaswa na yeye ni Muislamu, ajua kibla na adhani yaadhiniwa na haswali. Sasa Sheikh atuambia hii ni moja katika dhulma zinafanyika. Badala ya huyu anayeswali hata kama hajui kuandika na kusoma, umpatie heshima kubwa. Sio tu yule anayejua kusoma na kuandika na ni profesa hasa, lakini ilmu yake yote haijamsaidia yeye kuja kumsujudia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa alim si yule wa kuandika na kusoma peke yake, na ule mwenye kutenda pia yeye ni alim. Alim kwa matendo na yule ni alim kwa maandishi. Lakini sasa huyu mwenye kutenda na mwenye kujua, mujtama wa mdhulumu huyu, na unamwangalia huyu ndio ni bora katika society kuliko huyu mwingine. Ndio asema hilo utalikuta lina athir mpaka generation ambazo kwamba zinakuja. Nikitoa hii mifano mingine, sijakusudia watu wote wako hivyo, lakini mathalan waweza ukapata msikiti kuna watu ambao kwamba masha Allah swala 5 hawakosi za jamaa, hawakosi kushika msahafu, hawakosi kuja mapema wamtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani hawa kwa lugha ya ulama wanaitwa njiwa wa msikitini. Njiwa akishika mahali kila saa anapenda kurudi pale. Njiwa sio kama mbuzi atoke kisha rudi jioni. Anakula kirudi, apenda kukaa nyumbani kwake zaidi. Sasa na hao wenye kupenda misikiti ni namna hiyo. Lakini siku za shughuli, sasa kuna shughuli, basi hii swafu yote hapa ni wanasiasa, matajiri, na labda hawaji msikitini, kama hawaji msikitini, mpaka generation ya mwangalia huyu ambaye kwamba ameshika ibada hana maana katika mujtama. Ndio hiyo dhulma sasa aliyokusudia Sheikh. Na hawa ambao kwamba kwa vile wameshika viti, kwa vile wana masertificate, wamesoma, wao ndio watu wa maana katika society. Badala ya kuwa yule ndo mwenye maana, labda dua zake yeye anazozileta wakati wa sijda, ndo huyu na yule amefarijika.
ile amini yake wakati wa dua. Ndio wewe labda umepata hicho kiti kwenye siasa zako, na wewe umefungukiwa katika biashara zako, lakini kwa sababu yeye si msomi wa kumaliza university, si msomi wa kumaliza college, imekuwa mujtamaa ya mdhulumu kwa sababu ya kutofika college na kutokuwa ni profesa na mengineo, na ikamuinua huyu mwenye kiti au mwenye pesa au mwingine na kuswali kamwe labda haswali. Ndo akasema aljahilu, mjinga, laysa man la ya'rifu alqira'ata walkitaba, huyo sio yule ambaye kwamba hajui kuandika na kusoma na kuandika, lakin aljahil man ya'rifu ittijaha alqibla wala yusalli. Mjinga ni yule anajua kibla kiko hivi na wakati wa swala haswali. Huyu ndo mjinga, sio yule. Kwa hiyo hii ni moja katika dhulma ambazo kwamba zinaendelea katika society, inafanya generation inakuja vibaya. Wakati huyu kama tajiri ana heshima yake, ana mahali pake, mwanasiasa ana heshima yake, ana mahali pake, na huyu mtu wa ibada alokuwa karibu kwa Allah jalla jalalu, na yeye pia ana heshima yake na mahali pake. Hakuna kubagua huyu juu ya huyu. Ndio Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akatuambia, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma. Waloanza kutajwa ni alladhina amanu, sio utul ilma. Utul ilma ni wa pili, lakini hawa wenye imani walioshika mambo ya dini na ibada kisawasawa, hawa na wao wamekuwa wanakanyagwa. La kusikitisha zaidi, nikimaliza hii nukta ya pili, waweza ukahudhuria labda hata hafla ya madrasa. Hafla ya madrasa ni hafla ya ilmu, hafla ya wanafunzi, hafla ya dini. Hao maustadhi wenyewe watakaokuja, wao watake kwa kando na vitu zote zitachukuliwa na wanasiasa na matajiri, wakati si kikao cha biashara wala si kikao cha kura. Manake lau kutakuwa na kikao cha kura, wewe ustadhi ukienda hukai pale, kwa sababu pale pazungumzia kura, watakaokaa ni watu wa kura. Lakini kwa sababu ya malezi mabaya, dhulma mbaya inayoendelea katika society, imefika mpaka mwalimu yuwafanya hivyo bila kujitambua. So amekusudia, yule mwalimu hajakusudia kumdharau mwalimu mwenzake, lakini kukulia kwake ameona ya kuwa kukija mwanasiasa au tajiri, basi wale walimu huwa ni tafasahu, toeni nafasi, kaeni kando kando, waacheni hao wachukue mahali, ambapo nyuma huko haikuwa namna hiyo. Akija alim, hata mwanasiasa yuwakaa chini ya alim. Na haya yako mpaka leo. Ukienda katika sehemu kama za Hadramaut na Sham, watu wa ilmu, watu wa ibada, watu walioshika dini, bado wao ndio wanakuwa ni mstari wa mbele na ndio baraka ya majlis, na wale wengine na wao wanafata ubavuni mwao. Ndio utakuta hili limeendelea mpaka kwenye sherehe labda za kiserikali, huwa kuna maombi ya dini. Wewe waangalie wale watu wa dini huwekwa wapi? Huwekwa huko kando, kisha ikifika wakati wale dua ndo njoo soma, anenda zako, kwisha, ushamaliza kazi yako. Yani kama kibarua hivi, amekuja afanye ende zake, kwa sababu ile dini imeshatoka, imekuwa ni kama uprofessional fulani, njoo fanye hiyo professional wako, ende zako. Sio kuwa huyu ndio baraka ya hichi kikao, huyu ndio kheri, huyu ndio neema ya nchi, ndio neema ya mahali. Atakapoleta dua yake, asa Mungu akafungua milango ya kila mahali. Hii ni sampuli pia katika dhulma ambazo kwamba zinaendelea katika mujtama. Ya tatu katika dhulma zinazoendelea kwenye mujtama, wanatuambia ni mtu, na hili lafanyika sana, nafikiri litagusa wazazi wingi. Mzazi mwenye mtoto muovu, fasid, fasik, fajir, mtoto wake ajua muhuni huyu mtoto, kwenye mabangi ni yeye,
swala, hataki kujua, kwenye uchafu ni yeye. Sasa imfika wakati wa kuozeshwa, na bado wale wazazi watakapokaa sasa kumtafutilia mke huyu, humtafutilia ule mwanamke mpole wa dini wa kuswali. Huyu unaona ule msichana ule aliyoko kwenye ile nyumba fulani, mashallah 5 salawati yule, tena mpole yule, ndo atakayemfaa huyu. Yani ifritin min aljinni aina kutafutiliwa at-tayyibat. Asema hii ni moja katika dhulma zinazoendelea katika mujtama. Yule msichana wamtoa kwenye environment ambayo kwamba ya heshima, ya adabu, ya dini, wenda kumtia kwenye janga la vita vya Hormuz, Iran na Israeli na Amerika. Umemdhulumu. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani atuambia wat-tayyibuna lit-tayyibat, na hata watu waovu pia wal-khabithuna lil-khabithat. Hiyo ndo mizani ya Qur'an, lakini mujtama wetu umeenda kinyume, hautaki hilo. Kila mtoto muovu wazazi watafanya bidii sana wamtafutilie msichana mwema. Yani kwa lugha nyingine, kama mletea mwalimu wa madrasa pale nyumbani aje amsaidie ule mtoto asivute tena bangi, aanze kuswali. Yani wamemleta mwalimu ndani ya nyumba, sio mke wa kuzungumza maneno mazuri, wa kusaidiana katika taa, wa kuleta kizazi cha kukilelea katika dini. La, wao wamleta mtu trainer aje hapa angalau amrekebishe huyu mtoto. Hii ni moja katika dhulma ambazo kwamba zinaendelea katika mujtama. Yafaa mtoto yule mbaya mwanzo ujaribu kwa kadri itakavyowezekana, umtafutilie namna apunguze ule ubaya, atoke katika yale machafu. Hatujasema kuwa mtoto anayevuta bangi kamtafutilie msichana anayevuta bangi, la, pia sijasema hivyo mimi. La, mtafutilie msichana wa kipimo chake, lakini sio ule mpole wa taa. La, mtafutilie mmoja pia kingangari kidogo, hata kama havuti bangi, hana uchafu, yuwaswali, yuwapika, yuwasoma Qur'ani, lakini yuko hivi katika mambo. Atamnyorosha yule, sio atakuwa ndani ya nyumba yualia tu, amfanya hivi, kazi yake ni mashtaka. La, latakana jitu kama la GSU hivi, jike la kisawa sawa. Huyu manake wako wanawake wa kidini mishupavu na wako walegevu. Ndio maana hata Mtume sallam katika hadithi yasema almu'minu alqawi ahabbu ila Allah min almu'mini adh-dha'if. Huyu ni mu'min na huyu ni mu'min, lakini huyu yuko sawa, yuwapambana na yule mwingine he wallah. La, usimlete mwanamke wa he wallah kwa mwanamume ambaye kwamba wa fasik au fajir au tariki sala. Mletee mwanamke ambaye kwamba ajue ile nyumba ataipiga blender kutoka juice, watu wanywe juice. Kwa hiyo hii ni moja katika dhulma ambazo kwamba zinaendelea katika mujtama. Sheikh akituelezea na dhulma nyingine atuambia ya kuwa huu ulimwengu unaoishi nao, kwa wale wenye wazazi, kama we ni mtoto una mzazi wako, hakikisha unaishi na mzazi wako kwa vizuri. Na inshallah tutakuja kupanga siku zingine khutba ya kuhusu mzazi, lakini hapa tuagusia tu mzazi. Katika Uislamu ni lazima, sio khiari, ni lazima uishi naye kwa uzuri. Awe mzazi huyo Muislamu au kafiri, haijalishi. Awe mzazi huyo ni Muislamu aloshika dini au ni Muislamu machachari, pia haijalishi. Mzazi kama mzazi tayari ana haki ya kuwa yeye ni mzazi. Kama mfano wa kiongozi, yani mfano wewe gavana wako, katika sheria madamu huu ni kiongozi, lazima ukae naye kwa uzuri. Labda ni mwizi, lakini akitokea sasa gavana, utafanya nini? Mtampisha njia, mumpishe. Labda haliswali, labda kadhaa,
kuna heshima ya uongozi iko pale, kisha kuna na maasi nayo ni kesi nyingine. Na mzazi kama mzazi tayari ana nini? Ana heshima yake imekuwa secured ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani atuambia, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kisha akasema nini? Wasahibhuma, sahib hao ambao kwamba wanakuamrisha wewe shirki. Sasa ikiwa mzazi mfano ana shida za kuswali hivi, ana shida hizi, zitafika shirki? Haiwezi kufika shirki. Huyu mtu wa shirki tuambiwa wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, ishi nao hao wenye kukusukuma wewe ufanye shirki, usimtii katika hilo la kukupeleka kwenye shirki, lakini ishi naye bado kwa uzuri pamoja na ubaya wake. Hata Imamu Fakhrur Razi asema maana ya sahibuhuma, asema maana ya sahibuhuma, umjulie jambo lake na kumfanyia kabla hajalitamka. Mtu musahaba huwa wamjua huyu ataka hili kabla yeye akwambie inataka. Maana kuna watoto wengine wana nafasi, bana babako yuko hivi, kwa nini hajasema? Wewe hujapata wasahibuhuma fi dunya maarufa, sio aseme, kwani yule ni mtu nje ya application kwako, wewe ni mtoto wake. Fanya kabla hajasema, hiyo ndio katika maarufu. Sasa watu ambao kwamba wenye wazazi wao ni wazazi wenu, usimfanye kama mbwa wa kuhakikisha yupata chakula. Kuna mmoja ana mzazi wake asema, mimi mzazi wangu nimemwekea wafanyakazi ration kila mwezi, nimemwekea driver na gari, ana hospitali daktari wake, kila kitu yofanya. Alhamdulillah, inshallah Mungu anihitimishe hivyo. Kaambia la, wewe bado masala si gari wala daktari wala chakula wala nini. Mzazi wa kutaka wewe wamtembelea kila wiki mara ngapi? Kama uko mbali wamtembelea kila mwezi mara ngapi? Ukae naye hivi namna hii, vipi mama, hali yako, baba vipi, jambo endeleaje, nakutamani. Haya ndo wanaotaka wazazi, sio pesa zako. Pesa zina dharura, lakini furaha yake au ni mtoto wake, yuko karibu na yeye, yuamsikiza. Ndio katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia nini? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, kisha ikamaliza nini? Waqul lahuma qawlan karima, sio qawlan haqqa. Aya haijasema umwambie baba maneno ya haki, nimempa ukweli, wajua nzidi sana huyu baba, umepata madhambi. Hufai kuzungumza na baba hata kama ni jambo la sawa kwa uslubu huo. Hilo la sawa lazima uipatie package. Lile neno likifika kwake ni la sawa lenye ukarimu, kama kumkirimu, umemkirimu katika maneno yako. Yani jambo amekosea, wewe unzidi baba, vipi wanafanya hivyo? Au ametaka kitu kwako, nitakuletea hata kesho. Ni kweli utamletea, lakini nitakuletea hata kama ni kesho, sio qaulan karima. Bado umemkosea. Mwambie, baba, kumbe ulikuwa wataka jambo hili, mimi hata sikujua, basi nikuletee hivi sasa au nikuletee kesho. Yani wazungumza naye maneno ya mfariji, yazidi kumpatia furaha. Hiyo ndio qaulan karima. Lakini ile ya kwanza ni qaulan haqqa, na sisi tujiambiwa tuzungumzie na wazazi qaulan haqqa. Mtu anapokuwa na mzazi wake, hakikisha unaishi na mzazi wako vizuri. Watoto wako wakuangalia, mke wako wakuangalia, majirani zako wakuangalia. Vile unavyoishi na mzazi wako ndio ni mchoro unauchora wa wewe ukija kuwa mkubwa uje kufanyiwa nini. Wachora, watu wanaona vile unavyo draw. Haya, mzazi ni hivi, naishi hivi, na ule mtoto naye akija ni hiyo hiyo au ataifanya zaidi ya hivyo. Kisha kilichotokea, ili tumalize maneno yetu. Baba tajiri, ana nyumba, ana mke, ana watoto, amemchukua mzazi kuishi naye ndani ya nyumba. Akaishi naye mpaka mzazi amefika kwenye uzee sana. Katika compound ya nyumba, ubavuni ndani ya compound ni villa kubwa nzuri,
akatengeneza rumu nzuri na choo chake na AC na kochi na kitanda, yani full furnished, iko safi. Akamchukua baba akamweka kwenye ile nyumba, lakini kwenye compound ikawa mtoto yuko kwenye hii nyumba na baba yuko kwenye ile nyumba ya kando, akamwekea na mfanyakazi na kila kitu. Basi wakaendelea na maisha. Baada ya muda, mtoto wake yeye huyu sasa atoka skuli, anshika kalamu na yeye yuachora, achora. Baba kaenda, mwanangu achora nini? Hebu nifahamishe. Hii ni parking, hii ni garden, hii nyumba yangu na mke wangu na watoto, na hichi hapa kijumba chako. Yani khalas, mtoto amejifundisha. Baba hakuzungumza, pale pale mbio amekwenda kumchukua babake akamrudisha ndani ya nyumba kubwa, awe room na room wako karibu, sio kumweka kando. Hii kufahamisha kwa kile unachokifanya wewe, ujue mtoto wako yajifundisha. Ujeuri wako juu ya babako na mtoto yajifundisha ujeuri juu yako siku za mbele. Humsikizi, humpelekei, humwangalii, humtembelei, na yeye pia atajifundisha kutokusikiza, kutokutembelea, kutokuangalia. Fanya kila jambo na juhudi katika mzazi wako, ndio ni mchoro wako wa siku za mbele. Kwa hiyo katika dhulma zinazoendelea katika mujtama ni wazazi ambao kwamba hawaangalii wazazi wao vizuri, wanadhulumu vizazi vinavyokuja katika kuangalia wao. Tuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie kila la khairi, ajalie juma hili juma la baraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. الله الذي تتوالى عطاياه على عباده وتتوافر إمداداته على أصحابه، فيشكر المعتبر ويكب الكافر بوجهه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، ونحن في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الغراء، هو يوم أشرف أيام الأسبوع. نتكلم اليوم عن موضوع مهم تكلم فيه العلماء الأكابر وتصفحوا بصفحات كثيرة في كتبهم وفي جميع مجالات التواصل الاجتماعي، فتكلموا عن الظلم الاجتماعي كل على ذوقه وفهمه ومدى دراسته لمجتمعه وواقعه. ومنهم العلامة راتب النابلسي الذي تكلم في هذا الموضوع وأثرني شخصيا، فبحثت عن هذه المسائل فرأيت أن فيها 11 مسألة تكلم فيها هذا العالم الجليل، وسنتكلم اليوم عن بعض هذه المسائل، عسى أن يكتب الله لنا النفع في ذلك إن شاء الله تعالى. ومما تكلم فيه هذا العالم الكبير على أن المجتمع لا يفرق بين العيب والحرام، فيقدمون العيب في بناتهم وأبنائهم وبيوتهم على الحرام، فلا يربون أولادهم على أن الحرام أكبر وأعظم وأأثم عند الله سبحانه وتعالى من العيب الذي هم يتشددون فيه ولا يأخذون فيه إلا قوة وشدة. ومن أمثلة ذلك أن الإنسان قد يكون مع ضيوفه في بيته، فيأتي ضيف فيقل السكر في الشاي أو في العصير، أو يحصل وسخ في آنية من الأواني، فيكون هذا الشخص غاضبا على زوجته وغاضبا على من قام بهذا الواجب، لكن هذا البيت في المقابل لا يصلون الفجر، وصلاة الفجر واجب وترك الفجر حرام، لكنه لا يغضب على ترك الفجر في بيته ويغضب في نقص السكر في الشاي. فهذه التربية تربية خاطئة في بيوتنا، وهناك أمثلة كثيرة ذكرناها باللغة السواحلية. نكتفي بهذا القدر،
ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر التواب الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والتسليم على حبيبه ومصطفاه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه وذريته أجمعين. وارض اللهم عن صحابتك الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. اللهم ارض عنهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل كلمة الحق والدين، وانصر من في نصرته صلاح للإسلام والمسلمين، واخذل من في خذلانه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي جميع بلاد المسلمين من شر المعتدين والظالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.